Pursue them. He answered, you will certainly overtake them and succeed in the rescue. Unasikia? Umesoma Biblia yako na simu yako. Ni verse 8. Pursue them, he answered, that is God. You will certainly overtake them and succeed in the rescue. David akasikia Mungu amemwambia enenda. Utaovertake, utawakomboa na utarudi nao. Na ni yeye peke yake. Watu waliona huyu ni wakuuawa tu. Hakuenda kuambia tuende tufuate, alikuwa from the Lord alone. Mungu akamwambia go ahead, you are going to make it. You are going to succeed and rescue them and bring them all back. David akasema Mungu amenena, sawa. I have a backup from Jehovah. Backup ya Mungu si kama ya mwanadamu. Ya Mungu ikikupea go ahead, unaenda ukiwa na nguvu ile hujawahi ona, na maombi yote, na favor yote. David akaanza safari, akaenda, akaovertake, na akapursue by the grace of God, by the favor of God, by the strength of God. Akakamata hiyo battalion ya mabibi ya watu hao wote na watoto wao. Emaroni akarescue na akawaleta manyumbani. Ushindi ukapatikana. Hapo ndio nilianza kuwauliza, mara ngapi unaenda kuask the Lord what to do when the situation is not understandable? Ni wangapi wanatake initiative ya kwenda kuuliza Mungu, situation hii inanuka, situation hii ni mbaya, what can I do? Unalia unakuta ile situation haiondoki na kuangalia. Au na second thought, ama kiungu, divine decision ya kiungu. Will I make it alone? You alone you cannot make it. You can never. David akakujua na divine decision ya kiungu. Akasema siwezi peke yangu. Wacha nimkwae. Let me ask from the Lord what I can do. Alipoenda Mungu alimwambia ndio, fuata, utawarudisha wote. And that was done by the grace of God. Alipasua by the grace of God, by the strength of God. Because God renewed his strength. Baada ya kulia na kusimia, wale walilia wakasimia wakafikiri wamuue na mama kule. Lakini yeye baada ya kulia na kusimia, alienda kuinquire from the Lord. Akawa renewed. The Bible says, he renewed the strength. Ikawa sio David tena, ni David akona nguvu nyingine mpya, isiyo ya kawaida. Na Mungu akamwambia sasa enenda, kwa sababu Mungu alikuwa nyuma yake, na akafuata na akawarudisha. Wapendwa, mara ngapi unanungunika? Hii hali inanimaliza. Hii hali ni kama inanipeleka mbaya. Hii hali ndio unasikia wengine wakifika kwa hiyo hali. Watu wanataka kukuua tu, hawataki kukuona. Mungu amekubariki. Watu wamesema umeenda kwa devil worshiper. Whereby you don't know even the gate of devil worshippers. Ni Mungu tu ameshuka by the grace oh my God. Umebarikiwa kutoka chini pale ulikuwa unadharauliwa. Mara moja Mungu akakuinua, watu wakaanza kuongea. Devil worshiper. Wengine wakifika hapo, Mungu akiwainua, wanasahau kama ni Mungu. Wengine wanachanganyikiwa kwa sababu hali imewapeleka kwa kona, imewasukuma. Wanaambiwa na wenzao ama wazazi ama relatives, twende nikuonyeshe, nilipeleka so and so akasaidika. Kwa sababu hii hali yako naona si ya kawaida. Coming before God, asking from the Lord, what can I do? The situation is too bad. God, what can I do? Now unatafuta mtu wa kushare story. Nani? So what? Huyo mtu unashare story, umwelekeza, niliambiwa. Don't do that. Rabosheka yanta. Na malizia ujumbe. Twende kwa Isaya 4:29-31. To the weary and increases the power of the weak. And like that.
verse 30. Isaiah. Book of Isaiah, verse 30. No, verse 29. Naenda kwa 30 sasa. Even youth grow tired and weary, and the young men stumble and fall. What kusema? Mungu peana nguvu mpya isiyo ya kawaida, isiyo ya ugali. The divine strength from above. After seeking God, after going to inquire from the Lord, utategemea nguvu za ugali, utategemea nguvu from honor high, from God. Atakutia nguvu mpya. Ndiye anasema hata vijana wakifika hapo watachua nguvu mpya. Wale wanalia na kusimiwa na kusimia kama kina ndege watatiwa nguvu mpya. Jeremiah 3:3 ya Jeremiah. Tulikuwa tunaambiwa ni namba ya mbinguni. Hivyo ndivyo nilishika ndivyo hizi kuambiwa. Sisi tukiwa shule tulikuwa wajinga wa wokovu. Wajinga sana. Lakini kwa Jeremiah 3:3 tuliambia hiyo ndio kufungulia milango na kustahimili handsets na kusekelewa na aibu zote. Tulikuwa tulikuwa tunaletewa kwa CU mimi preacher. Na Jeremiah 3:3 hiyo ilinisaidia sana in my life. Angalia kwa Biblia yako ama kwa simu yako itakusaidia. Nilikuwa nataka kusoma kutoka verse 1 to 3, but I want to emphasize on verse 3. Jeremiah 3 verse 3. I underline kwa Biblia. Call unto me. That is God saying. That is the message that I am summarizing. Call unto me, and I will answer you. God says. And tell you great and unsearchable things you do not know, says the Lord. Call unto me, and I will answer you. Hii inanifurahisha sana. Ilikuwa inatufurahisha ni kwa sababu tulikuwa tunaamka asubuhi, tulikuwa dressing siyo ya wakati ule. Tunaenda, kulikuwa na kamustu ndani ya shule. Tunaenda kuomba. Kwa sababu wale walikuwa wamejazwa na roho, tulikuwa tunafurahia, tunafurahi na roho mpaka saa zinaisha tunakuta uji imemwagwa. So tulikuwa tunaendelea. At that time, call unto me and I will answer you and tell you great things and unsearchable things you do not know. Baadaye ndio nikuja kuelewa Mungu alikuwa anasema nini. Kumwita Mungu. I tell you brethren, wapendwa wa New Life, ukijifunza kuita Mungu kwa jambo lolote, Mungu anasema, sitanyamaza, I will answer